Usiku wa ahadi ya giza. Kulikuwa na kijiji kidogo kilichozungukwa na msitu mzito. Watu waliita msitu wa kimya. Hakuna aliyethubutu kuingia humo usiku, ila Amani alifanya kosa hilo. Amani alikuwa kijana jasiri, lakini moyo wake ulikuwa umefungwa kwa Neema, msichana aliyekuwa na siri nzito. Kila jioni, Neema alipotea bila maelezo, na alirudi akiwa kimya, macho yake yakiwa na mwanga wa ajabu. Siku moja, Amani alimfuata. Alimkuta Neema katikati ya msitu, akisimama mbele ya mti mkubwa uliokuwa na alama zisizoeleweka. Kulikuwa na mwanga hafifu wa moto wa ajabu ukizunguka mwili wake. Umefika, Neema alisema kwa sauti isiyo. Usisahau kulike, comment, share na kuni following, pia subscribe. Neema aligeuka polepole. Macho yake hayakuwa ya kawaida tena. Yalikuwa mekundu, yakitoa mwanga wa kutisha. Kuna ahadi niliweka zamani, na sasa imefika muda wa kuitimiza. Ghafla upepo mkali ulivuma. Miti ilianza kutikisika, kana kwamba kuna kitu kikubwa kinatembea gizani. Sauti nzito ilisikika. Roho moja lazima ibadilishwe. Amani alijaribu kukimbia, lakini miguu yake haikusogea. Neema alimsogelea karibu sana, uso wake ukiwa karibu na wake. Harufu ya ajabu ilitoka mwilini mwake, mchanganyiko wa maua na kitu kilichooza. Nilitaka yue mtu mwingine, lakini moyo wangu umechagua wewe. Miti ilianza kufunga njia zote. Giza lilizidi kuwa nzito. Neema alimshika mkono wa Amani. Kwa sekunde moja, alionekana kama yule msichana aliyempenda. Lakini mara hiyo hiyo, kivuli kikubwa kilitokea nyuma yake, kiumbe kisichoelezeka. Amani alipiga kelele, kisha kimya kikatawala. Asubuhi iliyofuata, watu wa kijiji walimkuta Neema peke yake, akiwa kawaida kabisa, lakini sasa hakuwa peke yake. Ndani ya macho yake kulikuwa na kivuli cha mtu mwingine, na kila usiku mtu mwingine kijijini alianza kupotea. Usisahau kulike, comment, share na kuni following, pia subscribe.